kuwasilishwa wakati wowote, basi Mheshimiwa Waziri wa Masuala ya Usalama wa Ndani na Utawala, Mheshimiwa asante. Basi wanadondosha ile timu ambayo itabaki Police station hii rasmi kabisa kumaanisha kwamba kuanzia hivi sasa basi police station ya Bura it's very operational baada ya kufunguliwa rasmi na mgeni wetu wa heshima Mheshimiwa Waziri wa Masuala ya Usalama wa Ndani. Naomba ulinzi wa kisawasawa kwa kina mama. Unajua jinsi ambavyo Mungu ametuumba, wanawake ni wengi, wanaume ni kidogo. Na kuna dada amegonga vichwa vya habari ati kwa sababu alikuwa na mpenzi wake ambaye ameoa akamwagiliwa acid kwa uso. Umeona hiyo maneno? Mimi nashangaa waziri, nashangaa sana. Kwa sababu tumekubali kwamba wanaume ni kidogo na wanawake ni wengi. Na inasemekana kwamba huyu dada sijui alikuwa analipiwa karo na huyo bwana. Huyu bwana naye alikuwa na bibi. Kinachomtoa kwake anaenda kutafuta mpango wa kando. Ni nini? Wamama hai. Alafu kinachoshangaza zaidi waziri, kwa sababu ya mapenzi. Hata umenifanyia sijui nini, umefanya mimi hata ukininunulia gari, kasita kuwa bibi wa pili. Huo ndio ukweli wa mambo. Na mheshimiwa waziri, wao wanaume wamefanya wamama ambao ni goat wives, wamelia sana. Wakalia, lakini wanaume wao wakitoka nje, kidogo tukiamua kupata mwingine, tunachomwa na acid ya uso. Mimi naomba mheshimiwa, mambo ya love ni magumu. You do me, I do you. You feel sweet, I feel sweet. Ama sivyo jamani? Mheshimiwa, tunaomba wamama wapewe protection. Tunaomba wamama wapewe protection kwa sababu kama ingelikuwa ni dada yangu amefanywa hivyo singesikia vizuri. Kwa hivyo hata yule ambaye yuko Kenyatta si ati kwamba amefanya makosa. Kama mtu amekataa kukuwa bibi wa pili, nikikataa si kwa sababu tunaenda kunimwagilia acid. Ni kwa sababu kile ambacho unanifanyia, you do me, I do you. You feel sweet. Kwa hivyo tunaomba wamama wapewe protection. Hakuna mahali kwa sheria inasema ati bwana anaatibu bibi yake kwa kumpiga. Hakuna fimbo anatumia fimbo akumchapa bibi yake. Fimbo moja tu ndio alipewa na Mwenyezi Mungu, sio ya kupiga bibi yake. Sawa sawa? Na pia hakuna mahali, tumeelewana? Hakuna mahali imeandikwa kwa sheria ya kwamba mwanamke anaweza piga bwana yake. Kwa hivyo hiyo ni mtu yoyote mwenye atapatikana na makosa kama hayo atachukuliwa atachukuliwa hatua ya kisheria na utashikwa na utafungwa. Hatutaki kusikia maneno ya watu mtu amepigwa, amechomwa na maji moto, mwingine sijui acid. Hapana. We must bring to an end gender based violence. Na mimi nataka kumwambia IG, wakati unaongeza askari wao wa 8 wenye unaongeza hapa, tunataka uhakikishe mmoja wapo ni mama ambaye atakuja kuman gender desk, ambaye atahakikisha kwamba wamama wanashughulikiwa, wakikuwa na shida yoyote wanaweza kuripoti kwa police station kwa njia inayofaa. Nimesikia vijana kupitia kwa mtandao
wanasema wako kadi. Hiyo ni kumaanisha kila mtu ako tayari na ako na kadi yake. Tunataka vijana wetu wakuwe na nafasi ya kupiga kura kwa mwaka ujao wakiwa wamepata kusajili, na sisi wote tukue kwa kadi. Si namna hiyo? Kwa mambo ya kimaendeleo na pia kwa kupata usajili ya ID pamoja na ile registration ya kupiga kura kwa mwaka ujao. Kwamba Mheshimiwa Rais alitoa ile vetting, extra vetting ya counties kama Taita Taveta ambao wako karibu na border, na sasa kila mmoja ako na haki apewe identity card yake bila kusungushwa na kusumbuliwa. Pia niliambiwa kwamba kuna wamama ambao wameolewa kutoka sehemu ya Tanzania, wameolewa ni wazazi kwa sehemu hii, na wamekuwa wakongwe wazee, watoto yao wamekuwa wazee, grandchildren yao wameoa, wako na 4th generation na hawana national identity card ya Kenya. Nimemwambia county commissioner hapa, hawa watafutwe, washughulikiwe, wasaidiwe ili wapate haki kama Wakenya wengine wote. Sawa namna hiyo? Kama mtu ameolewa jameni na amekaa hapa, ako na watoto, ako na grandchildren, alafu anaambiwa wewe si Mkenya, anataka kurudi aende wapi? Alafu watoto wake wanahangaika. Hawa lazima wasaidiwe pia, wapate the right documentation. Na mimi nataka kuambia county commissioner ambaye ni mama na ataelewa shida ya wamama, akae pamoja na immigration officers ambao tumewapatia amri wasaidie watu kama hawa wenye wanahitaji. Tuliambiwa mambo ya ubakaji na mambo ya defilement iko nyingi sana katika Taita Taveta County, na mimi nataka kusisitiza hapa kwamba wananchi wote tunataka kuambia kwamba sasa tuko na police station kama hii ya Bura. Hatutaki ile kesi inayohusikana na ubakaji na ile ya aswa mambo ya defilement ya watoto. Hakuna mtu ako na uwezo ya kuweza kushughulikia kupitia kangaroo court hapo nyumbani, ati mnakaa na wazee, ati tunakubaliana ati kulipa fidia. Hapana. Mtu yoyote, kama ni mzazi, kama ni mwananchi yoyote mwenye anabaka mtoto, lazima huyo ashikwe, aletwe hapa Bura police station. Tumejenga vizuri police station, kuna cell ambayo iko sawa, iko mpaka na choo na iko na mahali pa kulala, alale hapo. Kesho yake apelekwe kotini, akifika kotini apatikane na hatia, apelekwe huko jela. Sisi tumeweka maharakwe na chakula ya kutosha huko, yeye aende apigwe hatua, akae huko miaka 30, alafu watoto wetu wakae kwa sehemu ambayo yuko salama. Tunakubaliana watu wa Taita Taveta? Hapa Taita Taveta mambo ya defilement na mambo ya rape iko juu sana, na tunataka kusema kwamba ile inachangia zaidi ni utamaduni, na ile saa zingine watu wanakaa kwa nyumbani, hata tunataka kusuluhisha hii maneno kinyumbani. Hakuna kinyumbani. Hiyo mambo yote sasa OCS na polisi muwaletee hapa ndio waweze wakahakikisha kwamba hao wameshikwa. Tunakubaliana na nyinyi? Wapi machiefs wa sehemu hii? Mnaona machiefs wenu wameng'ara. Na wanajua kupiga saluti. Tulipeleka hawa training juzi. Tunaona vile wameng'ara na wamefunzwa vizuri. Machiefs nataka niwaambie, hakuna kangaroo court itafanya nyumbani mambo ya defilement. Nyinyi mko na jukumu, na kama kutakuwa na kangaroo court mtapelekwa mtaadhibiwa kama machiefs. Ni lazima tushikane tuhakikishe hawa watu wameshikwa. Asanteni machiefs wenye wako hapa.